unastahili kuitwa mwana wa Mungu. Na kama wewe ni mwana wa Mungu, ondoa sura ya shetani. Bwana apewe sifa. Sura zote za shetani, Bwana apewe sifa, zikaondoke in Jesus name. Tunaweza tukakaa chini. Wakati mmoja nashangana na Rudi alisema ya kwamba I am fearfully and wonderfully. Kwa sababu gani? Aliangalia kaona mimi niliumbwa kwa sura ya Mungu. Hii sura zingine za umaskini ilitoka wapi? Hii sura zingine za kukonda kama mgonjwa imetoka wapi? Bwana apewe sifa. Hii sura nyingine ya kukataliwa ilitoka wapi? And I am fearfully and wonderfully. Hallelujah. Sasa lazima utembee na hiyo. Lazima utembee na ili ambaye ni yako. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Leo nataka kuzungumza kuhusu kitu tunaitaga dealing with the spirit of unbelief and doubt. Kutokuamini na kuwa na shaka. Kwa maana kutokuamini na kuwa na shaka ndio inaletaka nini? Masura ingine ya kishetani. Huamini kile Mungu anasema. Mungu akisema ya kwamba amekuumba kwa sura yake, wewe hutaki hiyo sura. Hautaki sura ya Mungu, unataka sura nyingine ya ulimwengu. Bwana apewe sifa. Haukuumbwa katika sura ya wanadamu. Haukuumbwa kufanana na ulimwengu. Uliumbwa ufanane na nani? Na Mungu. Wewe ni sura ya Mungu. Bwana apewe sifa. Na wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Yesu alisema neno, na hii neno ni letu, na kile kinafanyaga tukose kusikia hii neno vizuri ni wakati roho wa shaka na kutokuamini unashika maneno. Bwana apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri kaweza kudimu na nini? Na roho wote wa shaka. Roho wa shaka ukufanya ukaweze kufanana na ulimwengu. Roho wa shaka unafanyanga ukaweze kufanana na sura ambaye si yako. Haleluya. Anza kuamini ya kwamba wewe uliumbwa kwa mfano wa nani? Wa Mungu. Bwana apewe sifa. Na ni vizuri wakati mwingine kujiombeanga, mwambiage Bwana, pando lote ambaye sivipanda katika maisha yangu, naomba ikang'olewe pamoja na mizizi yake. Every planting, Bwana apewe sifa, iondoke. Haleluya. Sasa wakati unaomba ati Mungu aondoe chochote ambaye si alipanda, anaingianga ndani, anaanza kuangalia hiyo maisha unaishi, pando ni ya nani? Haleluya. Hiyo pando iko ndani yako ni ya nani? Amen. Huo usumbufu uko naye, ni Mungu alipanda ama ni nani amepanda? Hiyo hali ambayo uko naye, Bwana apewe sifa, ni Mungu amepanda ama ni nani alipanda? Kana kwamba si Mungu, what happens? Haleluya. Mungu anaondoa. Amen. Mungu anaondoa na mambo inaisha. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na kila kinafanyanga pando la shetani likaweza kudumu ndani ya maisha yetu, huwa inadumu wakati sisi wenyewe tunakubali. Amen. Kushikwa na roho wa kutokuamini na shaka. Let me show you in the Bible. Hallelujah. Katika kitabu cha Amen, I think it is Matthew 14 verses 27. Najua hii habari inakaliwa sana. Wakati Yesu alitembea juu ya maji, Matthew 14 verses 27. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi na msiogope. 28. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou you, Bwana apewe sifa, bid me to come. Petro akamjibu akasema, ikiwa ni wewe, niamuru nije. Wako juu ya maji. Bwana apewe sifa. Tell me to come to you on the water. Amen. 29. Akasema jo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kwende kumwendea Yesu.
Amen. That. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe, akasema Bwana niokoa. Amen. That one. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Amen. Why did you doubt? Hii ni swali. Why did you doubt? Mbona umeona shaka? Alishuka, akatembea, akajipata juu ya maji, akatembea, lakini kafika maeneo. Amen. Akaona upepo. Wakati aliona upepo, amen, akaogopa, akaanza kufanya nini? Kuzama. Hallelujah. Amen. The same case applies to us. Tulisikia neno, tukiitwa, tukakubali kuingia kwa wito wa imani. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Tukashuka katika melikebu ya mataifa na jamii na ukoo, kasema kama ni wewe Yesu unasema ya kwamba unaokoanga. Amen. Bwana apewe sifa. Ukakanyaga maji na ukasema sasa by faith everything is possible. Hallelujah. Kwa imani yote itawezekana. Hallelujah. Kiasi nyumba ikafungwa. Bwana apewe sifa. Upepo, kiasi mvuko ukakauka. Bwana apewe sifa. Amen. Kitu gani kiliendelea? Amen. John 10:10 inasemaga vizuri sana. Ni mwito. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wacha tuangalie kutoka verse 9. Yesu ananena nini kuhusu sisi? Akatuambiaje? Verse 9 akatuambia, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. He will come in and go out and find pasture. Bwana apewe sifa. No dispute. Hakuna mabishano hapo. Amen. Yesu ndiye mlango na mtu akiingia kupitia yeye ataokoka. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wewe uliingilia hiyo mlango na ukaokoka, na kama hujaingilia hiyo mlango ukuje, nitakuingiza kwa hiyo mlango, utaokoka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kutoka hapo, Bwana apewe sifa. Haleluya. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ifanye pasture. Mimi huyu mtu atapata malisho, hata kaukiwa, hata kosa, hata pungukiwa. Bwana apewe sifa, atapata malisho. Bwana apewe sifa. Haya, verse 10. Verse 10. Yesu akasema, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili niwape uzima, kisha wape nao tele. Amen. Kwa hivyo sisi wote tumeitiwa katika maisha gani? Haleluya. Wale walijua kwamba Yesu ni mlango, wakaingilia kwa huo mlango. Alikuja, Bwana apewe sifa, akupatie nini? Maisha tele. Bwana apewe sifa. Uzima tele. Bwana apewe sifa. Na uwe naye tele. Uwe na uzima na kisha uwe na uzima. Bwana apewe sifa. Hapo ndio shaka inaanza. Haleluya. Uliitwa uwe na uzima. Niliitwa na hata mimi niwe na uzima na niwe naye tele. Kila wakati tukitangaziwa hapa tunaambiwa ya kwamba welcome to the abundant outer of Bwana apewe sifa. Haleluya. Unajua hapa kwetu mtu akiwa mshirika na simjui na nikitaka kujua kama kwamba mshirika ndamuuliza kasoro. Sade toa tagawili watu.
Bwana apewe sifa. Kana roho alikuwa roho yake oigiri yake. Ange matijita na matijira yake roho ile. Bwana apewe sifa. Haleluya. Amen. Haleluya. Hapo ndipo roho wa shaka anafanyanga nini? Uliitwa uwe na uzima na uzima. Amen. Lakini sasa kuna kitu kiliingia kinaitwa shaka, ukaanza kuzama. Na wakati ulianza kuzama, Bwana apewe sifa, uliendelea na kuzama. Hauiti Yesu tena. Bwana apewe sifa, akushike mkono. Hii ndio hatari wa kitu kinaitwa the spirit of unbelief, amen, and doubt. Haleluya. Huu mwezi ni mwezi wa ajabu sana kwetu. Ni mwezi ambao nikikwambia kwamba kuna watu watabadilishiwa majina. Amen. Itabadilika. Amen. Lakini kile kinafaa sana. Haleluya. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Kile kinafaa sana ni kitu kimoja tu peke yake, kutokuwa na shaka. Haleluya. Amen. Last Sunday but nilikufundisha nini? Wacha hii Reverend ilikuwa hapa. Ile ingine nilikuwa nakufundisha nini? Umekumbuka? Ninarudia maajabu. Bwana wewe si. Last Sunday but sasa najua ulipewa utajiri wote ukapewa. Overflow abundance. Bwana apewe sifa. Na Sunday ukakuja ukapewa utajiri wote. Ati confirmation ya kwamba kile ambaye kinatembea ama ile neema inatembea ni overflow abundance. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini unaweza pata ya kwamba bado watatukiwa tunaendelea na hiyo masomo ila hiyo na neema inaachiliwa ila hiyo, bado utapata ya kwamba Bwana apewe sifa, tunaweza daraja. Tunaweza tukapungukiwa. Bwana apewe sifa. Tunaweza tukakosa. Watoto hata wanaweza kufukuzwa. Bwana apewe sifa. Hata tukiwa hiyo neema imeshuka. Leo nimeona neno hapa. Lile ambaye Roho wa Bwana alikuwa anaongea. Anasema amekuja kufanya nini? Amen. Amesema anakuja kufanya nini? Wewe ndio ulikuwa kwa mimi, nilikuwa kwa ofisi sikusikia mimi kusoma nimesoma. Wewe ndio umesikia. Amesema anakuja kufanya nini? Mwadhari ya osho. Haleluya. Mimi nataka kila mmoja awe akuage kanisani. Kuna kitu nataka kufundisha leo. Spirit of doubt inafanyaga kitu kwa mawazo ya mtu. Inakupeaga kitu tumeitaga a self talk. Self talk ni wakati ibada inaendelea, unasikia kwamba uko ndani unaongea. Haleluya. Ujaenda kwa ibada ukasikia sauti inakwambia kwamba ndio hapa kuuma. Bwana apewe sifa. Na unatoka. Unafika pale hiyo unasema na ninatoka naenda wapi? Bwana apewe sifa. Unarudi tena. Haleluya. Mimi kuna wakati nilikuwa naenda haja. Naenda kwa Bwana apewe sifa. Naenda msalani, nikifika kwa msalani na shida ya kwamba na nimekuja kufanya nini? Na sina haja. Kumbe ni kunenewa nilinenewa. Bwana apewe sifa. Hii maroho ya shaka uwe inaongeaga. Amen. Spirit of doubt speaks. Amen. Hallelujah. Neno linasema nini katika kitabu cha Proverbs 12:24? Bwana apewe sifa. Inaongeaga. Ukitaka kujua kwamba unakuwaga na roho wa shaka, angalia vile wewe unasikiaga sauti nyingi kwa mawazo yako. Mara inakuambia kama ungefanya hivi, ungeombea hivi, ungeomba hivi. Bwana apewe sifa. Unasikia sauti nyingi. Especially wakati kwa mbele za Bwana unasikia mambo mengi kwa mawazo. Kiasi ya kwamba hata ile muhimu hausikii. Ndio sasa nakuuliza roho wa Bwana amesema. Kwa maana nimeona kuna mahali amesema anakuja kutia uzima. Haleluya. Sasa kama unaelewa kitu kingine huku sikia uzima, sasa uzima utakupata. Bwana apewe sifa. Haleluya. Wakati mwingine tuna roho wa shaka, unatakaga ubebe
Injili na neno la Injili na nini, na usibebe na uzito.